Hapo zamani za kale, katikati ya bahari ya Hindi, chini ya mawimbi ya bluu, aliishi mrembo samaki nguva aliyeitwa Nerida. Nerida hakuwa samaki wa kawaida, alikuwa nusu samaki, nusu binadamu, mwenye mkia wa samaki wa rangi ya zumaridi na mizani inayong'aa kama almasi. Alikuwa na nywele ndefu za dhahabu, macho ya samawati na sauti tamu ya ajabu, sauti inayovutia viumbe wa majini na binadamu. Nerida aliishi peke yake kwenye kasri lililojengwa kwa matumbawe, lulu na madini ya ajabu chini ya bahari. Alikuwa malkia wa viumbe wa majini, lakini moyo wake ulijaa upweke, kwani alimpenda binadamu, kijana wa pwani aliyeitwa Rashidi. Rashidi, mvuvi maskini wa kijiji cha mvuvi. Hakuwa na wazo lolote kwamba samaki nguva mrembo anampenda, anamtazama kila anapovua samaki, kila anapooga pwani, kila anapoimba na kucheza na marafiki zake. Siku moja, dhoruba kali ilitokea baharini, mashua ya Rashidi ikavunjika na Rashidi akazama. Nerida, bila kusita, aliogelea kwa kasi ya ajabu, akamwokoa na kumpa pumzi ya uhai wa majini. Rashidi alifumbua macho yake, akamwona mrembo wa ajabu, samaki nguva, akimshika mikononi. Alishangaa, lakini haogopi, kwani upendo wa Nerida ulijaza moyo wake na ujasiri. Tangu siku hiyo, uhusiano wa Nerida na Rashidi ulianza upendo wa ajabu, upendo wa samaki na binadamu, upendo wa mipaka isiyovunjika. Nerida humtembelea Rashidi usiku wa manane, hutokea majini, humwimbia wimbo wa upendo, humfariji na kumpa uponyaji. Rashidi naye humwacha zawadi, shanga, lulu na samaki wa kipekee wa pwani kama ishara ya upendo wa kweli. Kadri siku zinavyopita, upendo wa Nerida na Rashidi unapanuka, unaenea, unagusa viumbe wa majini na wa nchi kavu na kuleta amani. Lakini hadithi yao haijawahi kuisha. Kila usiku, kila alfajiri, upendo wao unaendelea. Nerida na Rashidi wanabaki hai, wakiishi katika pendo lisilokwisha, pendo linalovuka mipaka ya wakati, ardhi na bahari. Kadri upendo wa Nerida na Rashidi ulivyozidi kunoga, habari zao zilianza kuenea pande zote, kutoka pwani ya mvuvi mpaka vilindi visivyojulikana. Viumbe wa majini, samaki wa ajabu, pomboo wa rangi ya dhahabu na hata papa wa kale walikuwa mashuhuda wa upendo wa ajabu kati ya samaki nguva na binadamu. Lakini upendo wao haukuja bila changamoto. Siku moja, mfalme wa bahari ya kina, Poseidon wa majini, aligundua uhusiano wa Nerida na Rashidi. Alikasirika, kwani aliona upendo wa samaki nguva na binadamu kama uvunjaji wa mila ya bahari. Alituma mashujaa wa majini, samaki wenye mikia ya chuma na mikuki ya lulu, kwenda kumnasa Nerida na kumrudisha kwenye kasiri lake. Nerida, akijua hatari inayomkabili, alionana na Rashidi usiku wa manane chini ya mwanga wa mwezi na kumpa lulu ya ajabu, lulu inayomlinda, inayomwezesha kupumua chini ya maji na kuishi pamoja naye ikiwa hatari itatokea. Rashidi aliahidi Nerida, hakuna lolote wala kifo litakaloweza kututenganisha. Nitakufuata popote ulipo, hata vilindi vyenye giza, ili tuwe pamoja daima. Vita vikaanza. Viumbe wa majini, viumbe wa nchi kavu, samaki pomboo, samaki panga, wote walishirikiana. Rashidi, aliyevalia lulu ya ulinzi, aliogelea pembeni ya Nerida, akipambana na maadui wa majini, akimlinda malkia wake. Nerida naye aliwaita viumbe wa ajabu wa bahari, nyangumi wa bluu, samaki wa pinde na kasa wa kale, waungane naye kupigana. Vita vilikuwa vikali, lakini upendo wa Nerida na Rashidi ulishinda hatimaye. Poseidon alilazimika kusalimu amri, akatambua kwamba upendo wa samaki nguva na binadamu haungezuilika. Nerida na Rashidi walirudi kwa amani, wakiishi pamoja chini ya bahari na pwani, wakiandika sura mpya ya upendo wa ajabu, pendo lisilokwisha, pendo linalovuka mipaka ya wakati. Sawa, tuendelee na hadithi ya Nerida na Rashidi. Kadri upendo wa Nerida na Rashidi ulivyozidi kuimarika, ndivyo siri nyingi za bahari zilivyofunika maisha yao. Nerida alimgundulia Rashidi pango la ajabu lililokuwa na hazina ya lulu, vito na madini ya thamani, hazina ya mababu wa samaki nguva iliyohifadhiwa karne nyingi. Ndani ya pango hilo kulikuwa na ramani ya majini, ramani ya kale iliyoonyesha njia ya kwenda jiji lililopotea la Aqualaria, jiji lenye viumbe wa ajabu, maarifa ya ajabu na chemchemi ya uhai wa milele. Nerida alijua kwamba endapo wangefika Aqualaria, upendo wao ungeishi milele, bila kifo, bila uzee, na wangeishi kama wafalme wa bahari. Rashidi, akiwa amevaa lulu ya ulinzi, aliambatana na Nerida. Walipitia mapango ya giza yakijaa samaki wa ajabu, maporomoko ya maji ya chini ya bahari na viumbe wa ajabu wanaovukia pande. Njiani walikutana na joka la majini linalolinda mlango wa Aqualaria. Joka hilo lenye macho ya moto wa samawati na magamba ya chuma liliwataka waonyeshe ujasiri, upendo wa kweli na imani. Nerida na Rashidi walishirikiana, wakilishinda joka hilo kwa wimbo wa upendo, wimbo wa kale wa samaki nguva, wimbo ulioleta amani na uelewano. Joka liliacha mlango wa Aqualaria wazi. Ndani, jiji hilo liling'aa kwa nuru ya lulu,
madini ya ajabu na samaki wa rangi nyingi, likionekana kama paradiso ya majini. Nerida na Rashidi walikuwa wa kwanza kuingia Aqualaria baada ya maelfu ya miaka. Hapo waligundua chemchem ya uhai wa milele, chemchem inayotoa ujana, afya na upendo usiokwisha. Walikunywa na kuoga katika chemchem hiyo, na upendo wao ukawa milele, usiozeeka, usioharika. Nerida na Rashidi wakiwa wameoga kwenye chemchem ya uhai wa milele, walibadilika. Miili yao haikuzeeka, upendo wao haukupunguka, na ujasiri wao uliongezeka maradufu. Viumbe wa Aqualaria, samaki wa ajabu, pomboo wa rangi ya dhahabu na kasa wa kale walishangilia kuwasili kwa wafalme wapya wa bahari. Nerida aliwekwa taji la lulu, wakati Rashidi alitunukiwa fimbo ya shada la matumbawe, alama ya ulinzi na uungu wa upendo wa kweli. Aqualaria ikawa kitovu cha amani, umoja na furaha. Viumbe wa majini walishirikiana, uadilifu ulitawala na maisha yakastawi. Nerida na Rashidi walijenga kasri kubwa lenye kuta za lulu, madirisha ya samaki wa glasi na chumba cha enzi chenye mwanga wa ajabu, samaki wa luminescent. Lakini upendo wao haukuishia hapo. Hadithi yao ilienea katika pande zote za bahari na hata nchi kavu. Watoto wa samaki nguva na binadamu walizaliwa, viumbe wa kipekee wenye uwezo wa kuishi majini na ardhini, wakiendeleza urithi wa upendo, amani na umoja. Watoto hawa walikuwa daraja kati ya ulimwengu wa majini na wa binadamu, na kupitia wao urafiki, uelewano na ushirikiano ulishamiri. Kadri miaka, karne na milenia ilivyopita, Aqualaria liliendelea kudumisha amani, upendo na ulinzi wa viumbe vyote. Nerida na Rashidi walibaki madarakani, wakiwa wafalme wa milele, wakiwa wanawaangalia raia wao, samaki, pomboo, viumbe wa ajabu na wanadamu, wakiishi kwa furaha, umoja na usawa. Miaka ilipita, karne zikageuka milenia, lakini upendo wa Nerida na Rashidi ulibaki imara, usiotetereka, usiozeeka, usiopotea. Aqualaria liliendelea kuwa kitovu cha amani, umoja na upendo, kimbilio la viumbe wa majini, wa nchi kavu na wale wa pande zote mbili. Watoto wa samaki nguva na binadamu walitawala, wakiongozwa na urithi wa upendo wa wazazi wao, wakihakikisha amani na dumu na viumbe vyote vinapata haki na furaha. Nerida na Rashidi, wafalme wa milele, walibaki bega kwa bega, mikono yao imeshikana, mioyo yao imeshikamana kama ishara ya upendo usiokwisha. Hadithi yao ikawa hadithi ya vizazi vyote, wimbo wa mapenzi ya ajabu, muujiza wa muungano wa pande mbili, upendo uliozidi kifo, uzee na wakati. Na ndivyo upendo wa Nerida na Rashidi ulivyobaki hai, ukiangaza, ukileta matumaini, furaha na umoja milele na daima. Mwisho wa hadithi, lakini upendo wa Nerida na Rashidi hauna mwisho.